uchukue mwanao, mwana wako wa pekee mpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa uko juu ya mlima mmoja wapo nitakaokuambia. 3. Ibrahimu pamoja naye na Isaka mwanawe wakachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa. Akaondoka akaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. 4. Siku ya 3 Ibrahimu akainua macho yake akapaona mahali pakiwa bado ni mahali. 5. Ibrahimu akamwambia vijana wake, kaeni nanyi hapa pamoja na punda, na mimi na kijana tutakwenda kule tukaabudu na kurudia tena. 6. Basi Ibrahimu akazitoa kuni za hizi sadaka, akamtwika Isaka mwanawe, akatoa moto na kisu mkononi mwake, wakaenda wote wawili pamoja. 7. Isaka akasema na Ibrahimu baba yake akinena, babangu. Naye akasema, mimi hapa mwanangu. Akasema, tazama, moto upo na kuni zipo, lakini yuko wapi mwana kondoo wa sadaka ya kuteketezwa? 8. Ibrahimu akasema, Mungu atatupatia mwana kondoo kwa hiyo sadaka, mwanangu. Basi wakaendelea wote wawili pamoja. 9. Wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Ibrahimu akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka mwanawe, akamweka juu ya madhabahu, juu ya zile kuni. Ibrahimu akanyoosha mkono wake, akakiweka kisu ili amchinje mwanawe. 11. Ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni, akasema, Ibrahimu, Ibrahimu. Naye akasema, mimi hapa. 12. Akasema, usinyoshee kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, kwa kuwa ukuzuilia mwanao wa pekee. Mwisho. Ibrahimu akainua macho yake akaangalia, na tazama, kondoo dume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahimu akaenda akamtoa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Katika mwisho nazungumzia kupimwa imani na Mungu. Kupimwa imani na Mungu. Ibrahimu alikuwa na mtoto wake tu mmoja. Alafu Biblia inasema wa pekee kabisa. Yaani kuna katoto kwa kamoya tu. Yaani hauna mwingine yeyote, hata kama alikuwa ni mtoto wa mtu mwingine au kwa mwanamke mwingine, lakini kwanza Biblia inasema alikuwa na kwanza na mtoto wa kwanza, yaani umoja tu wa pekee. Alafu Mungu amwambie huyo mtoto ende ukamtoe sadaka. Ingelikuwa siye bamoya hapa. Kipindi kwa watu tuko naenda, kwa sababu Isaka aliuliza baba yake, "Kwa nipeleka wapi? Mbona ukukia na nani na kondoo?"
babake akaambia Zenti kama Mungu atajiletea mwenyewe, atajipatia mwenyewe sadaka yake. Alafu unajijua mimi niko natumia na baba yangu. Alafu unajua baba yangu akamtoa imani sana. Huku mimi nitenda chichio. Amen. Lakini Isaka alikuwa ni mtoto mwelewa sana. Alikuwa ni mtoto mwenye anampenda sana baba yake, na nukutu kwa namna yangu. Ni mtu mwenye alikuwa anampenda sana baba yake. Ni mtu mwenye aliona faida kukuwa na baba. Ni mtu mwenye alikuwa anatii wazazi wake. Basi na sina go vijana wenzangu, tukue na ile hofu ya wazazi wetu. Tuwapende wazazi wetu. Mzazi wetu akishatuambia kitu tuifanye kwa moyo wa upendo wa Mungu. Lakini siko huko ndugu yangu. Niko kuhusu imani ya Ibrahimu kuhusu mtoto wake wa pekee. Namna jinsi Mungu alimpima Ibrahimu imani yake kwenda kumtoa mtoto wake wa pekee kabisa. Ibrahimu hakusita kabisa, alienda mpaka akajenga madhabahu kila kitu kwa sababu mtoto wake alikuwa anamsaidia. Anajenga madhabahu kila kitu, akamngalisha pale mtoto wake, ashamfunga na kitambala. Sauti ya Mungu ikatoka, Ibrahimu Mungu anaangalia kwa pembeni. Ibrahimu akakamata ile kondoo, akachinja badala. Mungu anaweza akakupima. Mungu anaweza akapima imani yako. Kuna kipindi fulani wakasema kuhusu kutoa sadaka. Nishapotea sadaka zangu, nikaona acha nitoe cha 10. Hiyo siku nilisikia roho inaluma sana mimi kutoa cha 10. Yaani nilisikia roho inaniluma sana mimi kutoa cha 10. Nikasema basi tu nitatoa. Kipindi natoa nikasema okay basi Mungu aliona ikuwe hivyo na nikatoa kweli. Ilikuwa ni kipimo kile Mungu alikuwa ananipatia kweli. Hata kama una franco unaweza kaweza kweli kunipeleka cha 10. Unaweza kweli ukakuwa mwaminifu kweli mkitu kenye uko unasema huko ni kweli mtumishi. Huko vitu vingi nilikuwa najifunza kwa pasta. Biblia mwezi mkajua hata niliambia ndugu yangu jana kwa kazi. Nasema huko vitu nilikuwa najifunza. Pastor Sunday anakuwa kwa kanisa mtaani. Anaomba sana. Akishaongea na wana kushauria kabisa. Yaani ile upako uko naitoa wapi? Mimi nikishaongea na mwe hapa, nikishaongea ile maneno na kitu mimi nakuwa vide kabisa, nakuwa niko empty. Sasa nitaweza na mimi nikuwe kama vile yeye. First yote akishakuwa anakuwa iko ready. First yote wakishamwambia hivi anakuwa iko ready. Nikatamani kujifunza sana, nikasema nitampatilia. Kitu tena kingine nikakuwa nasema kuwa mtumishi sio kuishi fake. Ni lazima uishi maisha ya reality. Ni lazima uishi maisha yenye sio kama juu ujioneshe. Tuna mimi bali chapa na huko kazoea. Kujionesha kwa sababu nilikuwa mtumishi tu. Lakini kipindi first ilikuwa niambia evangelist akasema hapa kuna sababu ya mtu kuishi maisha ya reality. Lazima mtu aanze kuishi maisha ya kweli. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Sitazungumza sana lakini neno la faraja ninataka niwaachie. Yesu ni njia ya kweli na uzima. Amen. Shida tunapitia kweli, matatizo ya huku na kule, lakini mwisho ya hiyo shida kuna thawabu. Mwisho ya hiyo shida kuna neema ya kipekee. Na kikubwa zaidi tuelewe na tugundue kuwa Yesu yu karibu kuja, na Mungu atubariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwa kweli ni vizuri sana kusikia neno la Mungu, kipimo cha imani.